Mtazamaji, studioni sipo peke yangu bali kuna waendeshaji baiskeli watatu ambao wamejumuamia katika makala Zilizala Viwanjani. Alan Kodi ambaye amevaa kijani kibichi anaangalia niko sawa, uko sawa bro. Naam, Dennis Agalo safi na Liz Wala. Liz, mbona ukajitosa katika mchezo huu? Maana ni mchezo ambao wengine wanasema kwamba wasichana kidogo una athari zake, accidents, unajua tena vipusa lazima kidogo ni soft Kwa hivyo mbona ukajitosa katika mchezo huu? Wow. Kusema kweli mimi zamani nilikuwa mtu ambaye sikuwa na hamu yoyote ya kucheza mchezo wowote. No. Actually nikiwa shuleni hata nilikuwa nimepata barua la daktari ya kunitoa kutoka kwa michezo kwa sababu nilikuwa nimeshazi. Hivi wewe daktari akikuona hivi unasemaje? Siji. Sasa niko na watoto wanne. Na mimi ndiye niliwanunulia baiskeli na nikawafundisha. Na kuwafundisha hivi sijui mimi mwenyewe kuendesha. So nawaambia balance. Lakini mnajua mtoto anakuamini. So watoto wakaanza wakaendesha mabaiskeli wakaenda. So nikajiambia mbona watoto wangu waendeshe baiskeli, mimi nikae tu kwa uwanja nikiwaangalia. Ndiposa nikaenda nikanunua baiskeli. Nikaambia yaya wetu, nikamwambia kuja unisukume. Kwa sababu nataka kujifunza. Hivi yako nyuma? Basi. Nilichekwa na watoto, nikaanguka. Karibu wiki moja hiyo roho ikanitoka. Nikapeleka baiskeli nyumbani, nikaiweka mwezi moja. Siku moja mtoto wangu akaniambia, "Mami, si ulisema utakuwa unaendesha na sisi, mbona baiskeli iko hapa hivi?" Basi nikajirudisha tena. Wakati huo sasa nikajifunza. Na sasa uko sawa kabisa. Siko sawa kabisa lakini naendelea kujifunza vizuri. Alan. Mbona ukaamua kwenda, maana nilikuwa naelezwa fununu tu kama sijui kama ni kweli ni fununu udaku kwamba wewe uenda kazini kwa baiskeli? Kwa baiskeli. Kwa nini? Kwa baiskeli nikitoka, mimi naishi South Bay. Kazini ni Westlands. Kwenye baiskeli nikitoka dakika 20 niko kazini. Lakini nikitumia gari kwanza kuna fare pale. Kisha nafika baada saa moja hivi kwenda saa moja unusu. Na kwa baiskeli pale kwa gari nimekaa. Kwa baiskeli pia lakini napata mazoezi pia vile. Nikifika kazini nishachangamka. Siku ambazo sijaendesha baiskeli wakati wa asubuhi huwa niko na ile mood haiko mzuri vile. Lakini nikitoka kwenye baiskeli damu inakimbia kwenye mwili, niko sawa kazini. Naanza. Umeshiriki katika mashindano yote pengine? Ama tu ni kutoka South Bay hadi maeneo Westlands, South Bay? Ile kwenda kazini wakati wa weekdays kusema vile ni mazoezi kunitayarisha kwa weekend. Kwa vile weekend ikifika mimi naelekea Machakos, Limuru, Magadi. Kule ni mbali, nataka ukue uko tayari una mazoezi kiasi kwenye mwili. Kwa hivyo inanisaidia kwenye kuendesha baiskeli ile distance ndefu ya weekend. Kwa hivyo Dennis. Naam. Takriban miaka 15 waendesha baiskeli. Kwa nini ndio? Mbona baiskeli? Kwanza baiskeli. Mbona si pikipiki? Mbona si gari kwenda kazini? Mbona baiskeli? Kwanza baiskeli. Ama wada kuosha vipusa hivi vijikaptuli. Nimebana. Hiyo pia. Lakini kwanza baiskeli maana madam altashida. Baiskeli kuna starehe yake. Ukiona mtu yeyote kwa barabara kwa baiskeli yake hana wasiwasi mingi. Ameacha stress. Ukikimbia na baiskeli waacha stress wapi? Nyuma. Ni kama yule wa kubanjuka weka shida chini waruka mikono. Sasa unarusha shida nyuma kabisa. Na pia ni njia rahisi sana ya kumanuva, ya kupenya, ya kumove around. Kutoka msongamano magari kidogo. Mchezo huu ukoje nchini bro? Maana sisi tunamjua Chris Froome. Asili yake ni hapa nchini. Lakini baada ya Chris Froome hatujaona kizazi cha sasa kina kwamba hajatilia maana sana mambo ya baiskeli bwana. Wako. Kuna Tour of Rwanda yenye ilikuwa last year. Labda haikushika
moto sana Na huko. iko na mnato kidogo eh. Na hiyo ndio changamoto moja inakuanga. Hakuna coverage nzuri ya events. Events ni nyingi, wasanii ni wengi. Lakini hawajulikana. Kauli yako Dennis, tusalia papo hapo. Usalama. Maana barabara zetu unajua vile ziko. Si nzuri sana. Kisha mashindano na magari. Ndio. Je, mambo yakoje pale? Kwanza hatushindani na magari. Maana ukienda kazini wewe na uko kijibaiskeli chako magari tena pale. Kitu cha kwanza ni mavazi. Tunavaa mavazi sawa kama bright clothing. Na helmet, goggles ndio hizo. Na reflector ni lazima. Naam. Kwa hivyo na maintain confidence kwa barabara iko sawa. Alan, wengine wetu sisi tuna driving license, kwa hivyo tunajua ile traffic code. Alafu vile mwenzangu amesema, ukiwa na mavazi vile, hata ile lori kubwa ya Actros haiwezi kukupigia ile honi, kwa vile anajua pia uko na shughuli kwenye barabara. Kwa hivyo atakupa nafasi yako, akapita akaelekea. Alafu pia tuko na safety kabisa. Hizi mavazi labda haiwezi kuonekana, lakini iko na reflectors. Yaonekana bro. Yaonekana kama viatu vile. Kamera, tuna kamera 6 kwa studio kwa kidogo. Bwana mbona ukiangalia kutoka kwenye socks reflector ile pale. Tuko na reflector pale. Baiskeli yote haya ni reflectors. Yote kitu yote white. Sasa tungejuaje na haya gurudumu ile ni reflector yote. Kweli kabisa. Reflector yote. Baiskeli huwezi kosa kuonekana, labda mtu akikupata labda alikuwa yuko kwenye simu au ana nia yake. Hii baiskeli kilinganishwa na ile sijui Black Mamba ama gani? Maana yake ni ya mashindano sio? Ya mashindano. Kuna tofauti gani? Kwanza ni nyepesi. Unaweza kuinua vile. Hebu nione. Nyepesi kabisa. Alafu tunaita aerodynamics, ukiangalia kiti kiko juu kushinda. Kwa hivyo huenda ile ku break wind posture. Wakata kabisa. Wakata. Alafu components sasa. Ana kizungu kingi hata sijui components mara ni vifaa hivi na breki, ukiangalia ni disc brake pale. Spokes ya kawaida, ni ya racing, kila kitu ile. Kisha una maji yako hapo. Kuna maji pale. Natumai mweki mvinyo hapo. Inayo mpaka pump. Sijui kama unaona. Kila kitu iko pale. Kwa hivyo ukipata pancha njiani, hata ukiwa magadi kule chini bado waweza kujitengenezea na ukakipuliza na kaendelea. Wafanyakazi lazima uko nyumbani wewe? Mimi ni daktari. Daktari. Sasa lakini uendeshi siendeshi baiskeli kwenda kazini. Lakini unashiriki katika mashindano ya baiskeli? Si mashindano vile, ni kama likizo, kama leisurely drive. Wasia wako kwa wasichana ambao ni waoga, maana pia ulikuwa muoga awali. Advice yako ni gani? Kwa mchezo huu ambao umeshiriki? Ningependa kusema kama vile walisema. Kuna ile upande wa exercise ambayo cycling inakupatia. Alafu pia hiyo ukiwa tu juu ya matairi mawili, unajua kuna ile power unapata. Ni kama adrenaline high unapata. Lakini kwa wanawake anajisikia kama on top of the world. Basi. Lakini kuambia wanawake kama mwanaume anaweza fanya, pia mwanamke anaweza fanya. Nilikuwa nasubiria kauli, maana yake nilikuwa najua itakuja. Itakuja mpaka niseme, si ndio? Lakini kuna wale ambao wanaogopa sijui kiti inamuumiza. Kama vile anasema kuna hizi nguo ziko na padding. Padding inasaidia na hiyo maumivu ambayo yanaweza kuja ukiwa on a very rough road. Alafu kuna vile kama mimi nilijoin vikundi vingi viko social media vya cycling ambayo wanakuelezea mitandao ya kijamii. Basi wanakuelezea kama sisi tuko Makurutu, tunaambiwa unajua kufanya hivi, basi tumia hii. Ukichomeka, kwa sababu unaweza chomeka huko kama huko very careful, basi unaweza fanya hivi na vile, na wanakusaidia. Kama tukienda hizo rides zetu, nilikuwa naelezea mwenzako hapo nje, hakuna
yani wote wanakungojea. Hao ambao wameendesha 15 years na mimi ambao nimeendesha 1 year hawatakuacha nyuma. Watakungojea kama umeshindwa pahali wanakusukuma juu. Kama ni mlima hivi, kuna hiyo motisha ambayo unapewa. Alafu pia just kukua kwa hiyo cycling community ni muhimu sana. Mashindano Dennis. Pengine mwaka huu, maana ndio mwaka umebisha hodi. Tutarajie nini kutoka kwenu nyinyi waendeshaji baiskeli? Katika mashindano kama mmeniahidi kwamba mtakuwa tunasumbuana kwa barabara na naweza kuongea kwa matua. Kwa mara nyingi tusi organize matua, tunaenda Magadi. Kuna ile tour de Machakos. Tour de Machakos ndio ilikuwa last year. Mwaka huu pia utakuwa pamoja na events kadhaa. Sisi tunaweza waahidi kuwa tutajaribu vile tunavyoweza, tukiwa wengi pale labda huenda tukatambulika, ndio tusije tukawa na ile situation ambayo kila mtu anajifadhili. Tuweze kupata pale ambapo mtu ambaye hana anaweza akajoin, kwa vile ni sport ambayo iko expensive kweli. Kabla hujaianza wahitaji pesa mingi. Lakini pia nanyi mseme kwa kauli moja. Maanake huyu akisema hivi kisha yule akisema vile, unajua tena huo mchanganyiko kuna malumbano. Kuna friction, alafu tuna wajua uongozi. Kwa hiyo mseme kwa kauli moja. Kusema kwa kauli moja bila shaka sisi kiti yani bwana sitaangazia sio. Naam, ni makala ya Asili Sala viwanjani, tutoke kwa moja nayo. Naam, tuangazie basi